Napo unapata mtu akili zimetulia, ushaona. Sema andika hata nyimbo zangu most of the time naziandika usiku mimi. Patia kapela hapo ili wasikilizaji wawe tisti, wasimame wima na kujua kwamba kweli 2026 kumekujwa. Niko na ngoma ya Valentine. Twende nalo. You're my Valentine, you're my Valentine. Oh baby, you're my Valentine, you're my Valentine, you're my Valentine. Oh baby, you're my Valentine, you're my Valentine. Twende kwa verse. What it do, what it does, beautiful people. This is your papi, presenter Maridadi Gaga Devo. Na hii ni Sons of Shanzu TV, ndani ya manyota fulani. Tunakwambiaje? Ndani ya manyota fulani, kwetu wanajulikana, labda kwenu hawajulikani. Here we deal with rising stars, rising superstars. Jamaa kama si leo, kesho watakuwa majina makubwa Kenya na ulimwenguni kwa ujumla. Bwana, ndani ya mjengo leo nipo na nyota fulani, atajitambulisha, tutamjua, alafu mtajua mengi kumhusu. Tunawaambia wale wageni wa subscribe, wa turn on the notification kwa sababu kuna mambo mengi ya kuwapatia. Bwana, tunaongea nani leo? Mwika Music. Jina kali sana, jina maridadi. Inakuwaje? How did you come up with that name? Jina bro, likuja yani mimi kwa na rap kitambo. Ulikuwa rapper? Bwana, kabla ulisonga mbali, hebu warapie wajue kweli ulikuwa rapper. Kijana tukabono niko hapa kimasolo. Pia masomo ninatunga kisheria, maana mashairi kibao kama mlango wa mapato kidis na chango. Tosha. Then what happened? Sasa nilipokuwa rapper nilikuwa najiita Prince Cool Boy all time. Prince Good Boy ama Prince Cool Boy? Cool Boy. Kwa nini? Amazing. Sasa nikaketi mimi mwenyewe nikafikiria, nikaona demi kwa napenda kuimba ndio na kurap. Nikaona mbona nisijaribu kukuimba nyone na Test TV yani na wela subscribe yani mtindo wa huko yani ukoje hivi au sio? Sasa nilipokuja huko kuimba sasa umeona, nikasema huko nimekuja lakini mimi naona kidogo kuna nifanya mimi nani naweza nikaimba huko kwenye kusingi. Sasa ndio mbona sibadilisha jina nikaja na mtindo mwingine wa jina. Kwa hivyo jina la rapper linaendana na kurapo na jina la kusingi kabadilisha. Ndio sasa ukaamua kujiita nani? Nikasema sijaribu kujiita Mwika Music katukana jina ambalo litakuwa ni la kivyangu yani, ushaona nani hiyo Mwika iko related to anything about yourself, about you, ama imekwaje yani ukapick Mwika na hujapika hilo Mwika, ushaona tuseme yani kama jina la home yani, jina la ukoo, mbeba ukoo yani ndio Mwika. Amazing sana hivyo, ushaona kusema kuna sijite Mwika Music, ushaona na nilivyojiita hivyo kusema kweli bro, na ninavyoimba mpaka sasa ndio jina ambalo linafahamika nalo kama Mwika Music. Amazing. Bwana, hapa ndani ya manyota fulani atusongi mbele without verification, lazima tu verify tujue jamaa amekaa katika hili benchi la manyota fulani kweli ni singa ama anacheza shere huyo jamaa. Acha tumpatie opportunity hapa Mwika Music amwage vocals ili watazamaji wa Sons of Shanzu TV watuambie jamani singa ama ni vitu vingine. Twende nalo Mwika Music. Yua sina hela, kwa mapenzi umeniteka, oh baby, kwako na sarenda, baby we, kiukweli umeniweza, wela subscribe, kwa mapenzi na hisia nakubali mimi. Tosha. Bwana, watazamaji wa Sons of Shanzu TV manyota fulani, mnatuambia kama nyota wetu wa leo Mwika Music katika hizo vocals hapo unampatia rating ya ngapi katika 10? 1 mpaka 10 pale rating ya hizo vocals wakati zimetolewa pale na mwanamuziki Mwika Music zinakwendaje? Inapendeza tena sana. Okay, tuangalie masuala ya maproducer. Most of the time wewe unapendelea producer pale achangie katika melodies zako, ama wewe unataka ni kama umemwaga melodies za wimbo wako ni wewe kwako tu Mwika Music? Mimi nikienda studio bro, kama ninaingia studio kwani niko full ndio tayari. Una kila kitu, uhitaji msaada. Sasa sihitaji msaada. Nimekuja na melodi zangu nyimbo nishaandika, niko nao nishatini mpaka melodies umeona. But sasa wajua maproducer huwa ni watu ambao wanarekebisha. Sasa unajua kwa ni msanii mkali lakini ukarekebishwa hivyo. Sasa unapata mimi nakuwa nimeka melodi fulani lakini ule producer akapata idea sema
mbona kuna kitu hapo hajakiweka msanii amepiga mtu lakini imerudi sile ambayo itakana ingia hapo ushaona. Mimi hapo sasa kinarekebisha, mimi sina shida, naweza nikarekebisha ushaona. Na mimi kuputa ambapo kuna nani mambo wela subscribe mazuri, na mimi naona kabisa naweza ngafanya kitu kwa kizuri na nimerekebishwa. Mimi naingia nacho tayari. Yaani wewe ni yule mtu ambaye ukirekebishwa unarekebishika. So bwana, amazing sana. Mnasikia hapa mwanamuziki Mwika Music anasema versatility na masuala ya kuwa flexible, yani ni mambo yake, haizi rekebishwa alafu aonelee kwamba huyu producer ajui anachokifanya hichi. Amazing sana to hear that from you Mwika Music. Apart from the whole issue ya production hapo maproducer kuchangia, labda kwa upande wako unapendelea kurekodi nyimbo mchana ama unapendelea kurekodi usiku? Mimi ngoma napenda ndikodi usiku sababu Kwa nini? Sugu umetulia. Sugu umetulia na hapo unapata mtu akili zimetulia ushaona. Sema andika hata nyimbo zangu most of them naandika usiku. Umeona? Wana tuliza akili naandika nyimbo na nikiingia studio napenda nitoe nyimbo usiku kwa sababu kumetulia, najua nikitoa kitu. Unajua mimi yani mimi nikitoa ngoma usiku bro inakuwa kali, siwezi kudanganya. Una ngoma ambayo ushaifanya mchana labda haikufanya vizuri? Nyimbo ambayo ushaifanya mchana. Umeandika mchana lakini ukaona kwamba niliandika ujinga au mchana. Nyimbo ambayo ushaifanya mchana labda jioni. Jioni si usiku jioni si usiku jioni kweli si usiku. Jioni. Safi. Kwa hivyo wewe unapendelea usiku kwa sababu usiku kumetulia, nene zimetulia, katika kitu unapata hata yani unakuwa unatuliza akili na ngoma ikija na nika perfect. Sawa. Mimi napenda usiku kutoa ngoma. Katika masuala ya muziki wa pwani, hebu labda uniambie msanii gani ambaye unapigia upeo na kusema kwamba wewe unafanya vizuri sana eneo la Coast Province? Msanii hapa pwani. Mimi sishabiki msanii mmoja lakini kuna msanii ambaye yule ambaye unamkubali kinyama ni kinoma noma. Msanii ambaye unamkubali ni Echo 254. Amazing sana. Wasema mzee Sami pale Echo 254. Anapiga ngoma, ambapo hata mimi mwenyewe na nyimbo zake kwa simu yangu. Cheki tusiende mbali. Echo ili akuaminie, najua kwamba wewe ni shabiki sugu wake. Upatie mistari ya ngoma yake yoyote ambayo unaitambua mwanangu. Zetu na zao sio zao. Unafungisha. Mapicha zilishika vizuri lakini twende nalo tena. Zetu na zao sio zao. Wala napotuvelisha. Mama. Amazing sana. Bwana Echo, umesikia hapa. Kijana Mwika Music anasema kabisa ni kwamba wewe nambari 1 ndani ya Coast Province, anakupigia salute ile mbaya sana. Amazing sana. Unasema apart from Echo kuna nani mwingine labda? Sana. Wela subscribe. Ama list inaanza na Echo na inafungwa na Echo. Maana hata wewe mwenyewe hujajiweka hapo ndani. Asa mimi ama wewe si mkali? Mimi najiaminia, umeona, na napenda pia nijipe nafasi kwa mkali, ushaona. Sasa mimi naweza jikona nafasi ya pili tayari. Ndio. Sababu kwa mtu mwingine zaidi, kwa sababu mimi ule msanii huwa namfagilia kimoja, ushaona. Ana nyimbo zake, ushaona, anatika vitu bongo, ushaona. Ana mistari mizuri ya nyimbo na pia anapiga nyimbo ambazo inaeleweka. Yaani nyimbo za kutulia, hata kama akapiga zile za kurukaruka lakini nyimbo ya kueleweka, ushaona. Sasa mimi unajua muziki wa vile wanaopenda kwa sababu gani? Si muziki wani la parapara tu, ninafuta mtu andika nyimbo aeleweke nini. Unapata mtu za kwa hatendi sana lakini ametoa nyimbo msanii mdogo anajulikana sana hata Kenya nzima, lakini ana vitu vina make sense, umeona. Sasa huyu msanii anamfuatilia by days. Sijaanza leo, sasa kama mwaka wa 3 tunafuatilia. Una miaka 3 unamfuatilia Echo. Sami bwana, ukijana ukimnyima kolabo utakuwa hujafanya vizuri kabisa. Miaka 3 anakufuatilizia. Amazing sana Mwika Music. Okay, moving forward, mimi nataka kujua maoni yako katika masuala ya kwamba wasanii wa kike wamepotea, wengine hata wameacha muziki. Akina Akila wanasema kwamba hawataki kabisa kuhusishwa na muziki. Akina Sai wameingia ndani ya ndoa, hawataki tena kufanya muziki, na hao wote ni wasanii kutoka huko pwani. What do you think is happening kwa female artist wa Mombasa? Mimi nitazana mapromoter, twende nalo. Ama promoter Mombasa si mapromoter ambao wanasema wanafaa support yani wasupport muziki. Sababu wajua wana ubaguzi.
nakuja unapata msanii anawika, ushaona zipata ni demo, ushaona lakini after some kama itaweza kuwa right hiyo mwaka mmoja tu, umeona na unaona kana napotea tu chini ya mtu, unaona asiki tena unaona issue ni mapromoter, kwa sababu ama promoter yani kama wana mumenya wasanii yani yani wanawakula sasa, yani unapata ule msanii za kwa unapata mtu wa nyimbo imeenda lakini unaona hata ngisi faida, ushaona alafu wajua pesa mukuchu ushaona sasa unapata mtoto hakika kutoka kwao kama vile, ushaona kutoka kwao utakuwa hata kusoma vizuri, ushaona alafu unakuja ameingia masuala ya muziki amejulikana, ushaona alafu kupata akila ambaye alafu alikuwa amekata biti zake labda, ushaona ambaye anataka jiendelee. Mwanangu nimeona sasa hata kwa msanii na 10 pia inakuwa hivyo wao, ushaona maana yani wana ubaguzi na wale mapromoter. Sasa unapata wasanii wa Mombasa wengi ambao wanainukia sai, ushaona wanakuwa na ule ugumu wa kuwa na management hawataki, sababu wanaona ukipata management ngumu yani kuwasimamia wanakuwa wanasimamia for some years, hata miaka 1-2 alafu na watu unaona na msanii atakaye endelee kujiendeleza, unaona sasa unapata msanii anabaki bila hata shilingi lakini anataka endelee hivyo kwa sababu ni karaka ameanzisha tayari. Unaona sasa wanatuangusha sio wasanii mapromoter Mombasa nafaa. Kwa hivyo watoto wa kike wameangushwa wela subscribe na mapromoter na mambo mapromoter mapromoter bana muache na mambo mengi mapromoter mapromoter bana muache bana, manake mnasikia hapa kutoka kwa Mwika Music kabisa anasema kwamba you are one of the reason, in fact the top reason ya kwamba wanamuziki wa kike wamepotea katika ulingo wa muziki wa pwani. Jamani, hatuwaoni tena Akila na walikuwa wakifanya vizuri pale wakiwa katika Shirko Media. Sasa basi muache hivyo vitu mlivyokuwa mkivifanya bwana. Tusonge mbele Mwika Music. Nataka kujua maoni yako, manake juzi kulifanywa story pale Sons of Shanzu TV story ya kwamba unasema kwamba Mtalibani halisi ni kama hajiamini ile kujiingiza katika mashindano ya Kilifi Rising Stars. Sijui kama ulimaanisha nini, ama labda clarify kwa mashabiki wapate kujua ulimaanisha nini uliposema kwamba jamaa hajiamini. Unajua mimi nitasema hivyo. Ule ni msanii tena ambao ashapata jina, ushaona anafuata club za juu, ushaona hapo Mombasa. Sasa kuna wasanii ambao tayari wanakuduta, ushaona ambao anaweza akapiga nao ngoma. Kuna mtu kama Masauti kama sasa hii una atoe nyimbo lakini sana lakini unapata anasata hata collab, ushaona anaanza na Nairobi kutafuta collab kubwa, ushaona kwa sababu ana jina tayari, hata kusema omba collab ndio sikupata, ushaona lakini unapata saa ile uko sisi wasanii wadogo, umeona ni ngumu kupata connection na pia ni ngumu wenuka, kwa sababu unapata hizi auditions unaona zinatolewa kwa wasanii ambao ni machipukizi kama sisi, lakini sasa unapata wale wasanii wakubwa na dumu za umo ambao sasa zile auditions zilikuwa hali tumekuwa sisi, umeona tukajionyesha vipaji vyetu, ushaona sasa msanii kama ule ana jina tayari. Mimi siwezi kuongea vibaya sana lakini anafuata fikra kubwa azidi kujiinua, ushaona asirejee kule nyuma, leo ashatoka kule hadi chini, unaona anafuata pesa nafasi tuonekane pia tushine, ushaona yeye ndiye kujiendeleza, ushaona atafute makulabu, umeona sababu ile niko sure akaenda kupiga makulabu ya juu anakuwa msanii mkubwa direct tayari, na maana ashajulikana sasa, ashakuwa msanii mkubwa tayari kweli, umeona sasa anafaa jiendeleze na hiyo ndio huo. Kama mfano mzuri tu chani tuwekeo Keo alitoa nyimbo tu hivi mchezo zikatoka, akapata support na Mheshimiwa Joe alimpa support, umeona akaenda paka akatoa ngoma na msanii wa Nairobi nani Femi One, ngoma si trend, si ndio ilienda, si ndio alipata jina, si ndio mpaka Tanzania akajulikana, umeona ndio hivyo sana. Alitoka wapi? Mombasa, umeona ndio hivyo sasa. Sasa natafuta connection za juu, lakini nafasi za audition watu wa Chelsea ambao tunataka tushine, ushaona nyinyi ambao bado hamjapata majina, tunapata majina, tunataka tuoneshe nyota fulani, tunataka tuoneshe vipaji vyetu sisi kweli, tunataka basi tuonekane, tujulikane, ndio hata mtu anajua na msanii ndiye mwana kimba mali fulani. Wela subscribe msanii huyu peta siku ndani kitoa nyimbo imekuja imejulikana, sasa ule msanii nilimwona sehemu fulani kwenye audition, umeona Mwika Music safi. Bwana, tukimalizia ni mwaka mpya 2026 labda umewatayarishia nini mashabiki wako? Na ngoma mzee, yani hizo lazima nizitoe. Bwana, kati ya ngoma ambazo unataka kuzitoa, hebu tupatie kapela hapo ili wasikilizaji wawe tisti, wasimame wima na kujua kwamba kweli 2026 kumekujwa. Niko na ngoma ya Valentine, twende nalo. You're my Valentine, you're my Valentine. Oh baby, you're my Valentine, you're my Valentine, you're my Valentine. Oh
baby you're my Valentine, you're my Valentine. Tuende kwa verse. Baby you're my Valentine, you're my Valentine. Tuende kwa verse. You're my Valentine. Najua ni mengi yameongeleka huko nyuma, lakini sasa niko naye milele na ndoa pia tutafunga. Wewe ndio nuru yangu, maisha yangu, penzi wangu tu. Wewe ndio nuru yangu, maisha yangu, penzi wangu tu. Jamaa mjue kwamba 2026 Mwika Music anakuja kidifferent, anakuja kitofauti kabisa. Sivyo vile mlivyokuwa mkimzoea 2025, anakuja kitofauti kabisa. Labda maneno ya mwisho ya kuambia mashabiki na pia wale wote ambao wanakutazama ndani ya Sons of Shanzu TV Mwika Music. Mimi ningeomba tu wanipe support yani, kwa sababu mimi ndo nainuka sasa, umeona, na nahitaji nipate support kubwa kupitia mashabiki, na bila nyinyi mimi siwezi kuinuka, umeona. Support yenu mimi, mkasubscribe kwa mitandao yangu, mkanifollow, waambie kabisa ni social handles, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Mwika Music. Mimi msearch jina ni Mwika Music. Hebu wapatie paka spellings. Yani Mwika WIKI, alafu na wela subscribe ka space alafu MUSI alafu Q, maana siko kale si music ya si ni music ya Q. Mwika Music kila mali mtandao wa kijamii wanipata, wakanifollow, wakasubscribe, view nyimbo zangu, na pia wa share, wa comment, wa like. Sasa hiyo ndio support ambayo nahitaji kwa mashabiki. Mashabiki ambao hawanijui na pia ambao wanakuja wananifuatilia wengine pia. Nikashilia nyimbo pia yani wa locked in yani. Bwana, tukimalizia swali la mwisho kabisa, swali la kizushi. Washikaji wanasema kwamba yeye kuandika ngoma labda paka apige bomu, ama labda apige kamnyoso, ama labda achane jaba. Unaweza kumwambia nini mwanamuziki kama huyo? Huyo si mwanamuziki kwanza. Sema kwa sababu gani? Mwanamuziki wa hivyo ni mwanamuziki ambao anategemea kitu kufanya kitu. Sasa huo si muziki. Unaona? Mimi bila beat naweza andika nyimbo, naweza andika nyimbo, nikapata beat na nikarhyme nao na nikaitwa studio. Umesikia msanii vile anafanya vitu wewe. Sasa hawa wasanii wa kutegemea vitu sio wasanii hao. Ati pako upige masijui madiude sijui manini hao mabani sijui na msanii. Sasa wao sio wasanii hao. Bwana wewe. Unaigiza. What it do kama kawaida basi. Hii ni manyota fulani, tunawaambiaje? Kwetu wanajulikana, kwetu wana majina, labda kwenu ndo wajulikani. Hii ni Sons of Shanzu TV and this is your papi, presenter maridadi Gaga Dave. Wanasema ni kamanda Yoso, mkuu wa majeshi ya burudani. Zee la kupiga honi. Bye. See you. Nyuma kamera mtu mbaya, Sense Kid. Ongeza na uzi.